kushindana na mtu anayehubiri injili ya kweli. Huwezi kushindana na mtu aliyelisimamia neno la kweli. Una skendo nyingi, una skendo nyingi hususan kutembea na mke wa mdogo wako. Una skendo, lakini unashindana na mtu ambaye hana skendo hata moja. 99% wote waliopo kanisani walikuwa si wema. Walikuwa ni wengi wenye tabia mbaya, wazinzi, makahaba, walioharibikiwa kabisa. Lakini kwa injili yake wamepona na wamebadilika kabisa. Fuatilia shuhuda zetu, fuatilia. Wewe na Mbarikiwa, nani ambaye anafuatiliwa zaidi na watu wengi, lakini pia nani ambaye ana jina kubwa? Kuhusu jina mimi sijui, huwa sijali hayo mambo ya majina. Ila unafuatiliwa na watu wengi kina nani? Wale watu wake wa kikosi kazi wale. Mimi wa hivyo sitaki hata wanifuatilie. Watu kikosi kazi, wale wa kikosi kazi, hata nikiona mtu wa aina ya kikosi kazi kanisani kwangu namfukuza. Kwa sababu sijaitiwa kuchunga watu wa aina hiyo. Wapoje? Wewe hata kwangu mimi si hazi yako. Yaani hata kwangu na nyie matapeli. Wewe sio hazi, hata mimi sio hazi yako. Tumeona ameipini ile speech yako, comment yako ameipini kwamba naipini ili mtu yote aone. Lazima ipini, mimi ni mtu mkubwa sana kucomment kwake, mimi ni mtu mkubwa sana. Ni watu wa kudhibitiwa mapema mno. Taifa kama China linaendelea kwa sababu hata ya mambo ya imani naona hii mifumo imedhibitiwa sana. Twende kidogo kama wa communist. Tuangalie huyu mtu anajenga nini kwa hawa watu. Hata kama anawapa ibada, anafundisha kuwa raia wema, tuangalie yani ni kitu gani anachowapa hawa watu. Ibada, anafundisha kuwa raia wema, tuangalie yani ni kitu gani anachowapa hawa watu. Kwa sababu lengo la injili ni kuwatengeneza watu kuwa wema, sio kuwaharibu watu. Sambia ni wapumbavu sana wale, sijawahi kuona. Kama nabii wa sasa, kinachoonekana ni kwamba kazi yao kubwa ni kubadilisha ukweli kuwa uongo na uongo kuwa ukweli, lakini hamtaweza. Na jambo la kwanza ni kuambie, kwanza wewe si hazi ya Mbarikiwa, si hazi yake. Hata kukujibu, amekujibu kutaka kuwaelewesha watu wengine waelewe. Amejaribu kukujibu ili awafafanulie wengine. Lakini wewe hata kwangu mimi si hazi yako. Yaani hata kwangu nabii wezi nyie matapeli. Wewe sio hazi, hata mimi sio hazi yako. Ila nakujibu tu kwa sababu ili niwaeleweshe watu. Na kipengele ambacho umekigusia hapo kwamba afundishi watu kuwa wema, nataka nikuhakikishie, mimi unayenisikia hapa nilikuwa ni mteja, nilikuwa mvuta madawa, nilikuwa mwizi, nilikuwa na tabia nyingi mbaya. Mungu akusaidia ukija kufika Mbeya, uwajue wazazi wangu, unijue nilikotoka, na picha yangu hiyo hapo unayoiona, hiyo picha ndio yalikuwa maisha yangu. Mimi usiku na mchana nilikuwa nawaza maovu, nilikuwa mkabaji, nilikuwa na tabia nyingi mbaya, wizi, utapeli, uchomoleaji wa simu za watu. Lakini kwa injili ya Mbarikiwa imenibadili kabisa. Leo hii nimekuwa mtu mwema. Na umeongea mengi sana kwamba Mbarikiwa ni mpumbavu. Ni mpumbavu aliyenifanya mimi kuwa hivi. Wewe ni injili gani ambayo ina uwezo? Wewe onyesha hata mtu mmoja uliyembadilisha ambaye alikuwa amekata tamaa kwa kiwango hiki. Nataka nikwambie uwezi. Amekujibu kutaka kuwaelewesha watu, lakini wewe si hazi, huna hadhi. Hata mimi tu sikustahili kukujibu, lakini nimesikia vibaya kwa hicho kitendo eti Mbarikiwa afundishi watu kuwa wema. Mimi sikuwa mwema hata kidogo, sikuwa mwema hata kidogo. Lakini kwa injili yake nimepona. Nimeacha madawa, nimeacha uizi, nimeacha bangi, nimeacha tabia mbaya. Nataka nikuhakikishie, wewe umejipanga kwa makusudi yako mabaya, lakini hautaweza. Huwezi kushindana na mtu anayehubiri injili ya kweli. Huwezi kushindana na mtu aliyelisimamia neno la kweli. Hata hapo unaonekana tu unabwabwaja maneno. Kwanza wewe una skendo nyingi hususan kutembea na mke wa mdogo wako. Una skendo, lakini unashindana na mtu ambaye hana skendo hata moja. Tafuta, hana skendo. Ameamua kujibu tu
ili kuwafahamia watu, na amekujibu kwa hekima sana, amekujibu kwa staha sana. Hivyo acha kabisa, acha kabisa. Hatuwezi kushindana na wewe. Yaani wewe si hazi, si hazi. Unasema eti kikosi kazi hapo siwezi mimi, hata mimi siwezi. Wewe nani wewe? Wewe tutakuhubiria utatubu. Wewe utatubu wewe. Tukikuhubiria utatubu. Utatubu. Na ukija pale kanisani nitakiwa uokoke kwanza, uongozwe sala ya toba, ndipo uanze kujielezea kwamba umetoka wapi na unataka nini. Uje, karibu sana, karibu sana. Sikutaka kujibu, ila na kuhakikishia unashindana na watu ambao hawataki kushindana na wewe. Si hatushindani na wewe, maisha yetu yanajieleza, tabia zetu zilikuwaje, maisha yetu yalikuwaje kabla na sasa tukoje. Kwenye eneo la wema umegusa pengine, yani ongea lingine. Baba huyu ni mwema. Mchungaji Mbarikiwa, 99% wote waliopo kanisani walikuwa si wema, walikuwa ni wengi wenye tabia mbaya, wazinzi, makahaba, walioharibikiwa kabisa, lakini kwa injili yake wamepona na wamebadilika kabisa. Fuatilia shuhuda zetu, fuatilia ili upate kuelewa. Sina mengi ya kuzungumza, ila usishindane na mtu ambaye anasimamia neno la kweli.